Now, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon to you. Karibuni, mimi ni mtaalamu naitwa Mwalimu Abul Hassan Jumar. Ni mtaalamu wa kufasiri ishara za nyota na ndoto na utatuzi mbalimbali sahihi. Kwa kutatulia shida zako. Miongoni mwa mambo ambayo nakuwa nasaidia ni katika maisha, afya, kama ninavyoashiria kuna ile 3 dimension, yani ya kiakili, ya kimwili, ya kiroho. Haya ni mambo muhimu sana katika maisha yetu. Ukija nikiwa nakupa ushauri, ile iko kwenye akili ni counseling, lakini pia kuna ile ya kiroho, nitakwambia tatizo ni nini na utatuzi ni nini upande wa dua. Lakini kimwili pia tukishajua una tatizo la tumbo, tatizo la maumivu ya joints zako ni viungo au kichwa, ukaambiwa labda utakunywa maji au kuna dawa utakunywa, utachanganya na asali, utakunywa na maziwa, hiyo inakuwa ni upande wa kimwili. Lakini kuna tatizo la mahusiano. Mahusiano yamekuwa ni changamoto sana katika zama zetu hizi. Watu wamekuwa hawaaminiani. Unakuta mtu anakaa na mpenzi wake, anajua kabisa ndani ya miaka 2 au 3 siwezi kuwa naye. Yaani anajua tokea mwanzo, au ndani ya miezi 3 atakupiga tukio kama wanavyosema. Ni makosa makubwa. Lakini ukiangalia zile compatible zenu kwenda na mwenzako, maana yake unamwangalia jina lake na jina lako vinaendana. Kwenye jina kuna siri nyingi, zile herufi kuna namba za nuru na kuna namba na herufi za giza. Kuna herufi za nuru za mwangaza na kuna herufi za giza. Kwa hiyo ikiwa una herufi nyingi za giza na ziko juu, kwa sababu hizi herufi zina daraja, yani zina vipimo au zina zile degree. Kwa hiyo utakuta ikiwa iko juu ni ya giza, maana yake utakuwa ni mtu wa matatizo mara kwa mara, na ikiwa ipo juu ni ya nuru, maana yake utakuwa ni mtu wa bahati. Kwa unapata kumjua mnaendana, lakini pia unapata kujua ni mtu wa aina gani katika hali hizo mbili. Yani ni mtu wa mikosi au ni mtu wa mafanikio unapata kumjua. Lakini kuna tofauti, anaweza kama mwenzio yuko juu kwenye herufi za nuru ni mafanikio, au wewe ukawa uko chini kwenye herufi za kawaida, au uko juu pia ni herufi za mikosi, basi mnakuwa mnajifahamu, mnaingia katika mahusiano yenu hali ya kuwa mmeridhiana, mnafahamiana. Changamoto zenu manake mmefahamiana, inakuwa ni nzuri. Lakini pia siku ya kuoana lazima ijulikane mnaoana lini. Tunapoangalia mambo huwa ni mambo yanaenda ni physical, yani tunayaangalia kwa kuona. Napokuwa naangalia mwezi, vituo vya mwezi ni vitu naviona. Na nakuwa najua mwezi ukiwa kwenye kituo hiki au mwezi ngapi kunatakiwa kufanyika nini. Lakini wakati huo ujue mwezi unahama kila siku, kwa hiyo itakuwa ni matukio kwa kila siku. Lakini nikija kwenye hisabu za jua, nitapata kujua katika mwezi huo unaotaka kuoa au kuolewa, na kutafutia ile siku ambayo inahusisha zaidi na mafanikio. Kuna watu wakishaoa wanafanikiwa baada ya ndoa, na kuna watu wakishaoa wanaharibikiwa baada ya ndoa. Huwa ni nini? Hizi huwa ni hesabu. Tusiwe tunaelekeza zaidi kuwachukia watu. Mimi nimeharibikiwa kwa sababu fulani ndo hakupenda ni kuoe. Haya mambo sio sahihi. Usahihi kwanza ni kuweka mazingira kwanza mazuri, alafu baadaye utakuja kutatua hayo ya nani amekufanyia. Naamini kabla ya kufanya ndoa ulifanya maombi. Ulimwomba Mwenyezi Mungu akukinge na maadui zako. Sasa ikiwa umeshaingia tena alafu ukingwa, si utatoa jawabu ambalo sio sahihi. Maana huwezi ukasema Mwenyezi Mungu alikuacha bila kukusaidia, hapana. Mwenyezi Mungu anatupenda sana na huwa anatupa vitu vizuri ambavyo vinatufaa bila sisi kujua, na wakati mwingine huwa anatuzuilia vitu ambavyo vina madhara na sisi, hadi katika mambo ya kiimani. Naam, kwa hiyo hapo utaona umefanikiwa katika mambo yako ya mahusiano. Lakini upande wa biashara lazima ujue hiyo biashara inaendana na wewe. Hakuna biashara haina jina. Kila biashara inayo jina. Ukisema mimi nataka kuuza almasi, maana yake almasi ni jina. Sasa unaangalia almasi na wewe vinaendana. Ikiwa unataka kuuza dhahabu ni jina. Kwa hiyo dhahabu na wewe vinaendana. Unakwenda hatua kwa hatua. Yani unakwenda ni step by step. Unaona, ukishajua kama almasi inaendana na wewe, sasa unatakiwa kujua unaanza lini
hiyo biashara. Unaanza lini kununua au unaanza lini kuuza? Huo ndio utaratibu. Biashara yoyote, unataka kununua, uuze nguo, uuze simu, uuze majumba, uuze magari, uwe ni mfanyabiashara wa nafaka au uwe ni mfanyakazi, kazi gani pia unatakiwa ujue. Mnapofanya kazi kwa kupitia vipaji vyenu, mnakuwa mnafanya kazi kwa uweledi zaidi kuliko ukifanya kazi huna kipaji nayo. Unakuwa unaenda tu ili mradi unasubiri mshahara, unakuwa unaharibu. Lakini yule ambaye anayefanya kazi kwa kupitia kipaji, anakuwa anafanya kazi kwa ubunifu mkubwa, na atafanya vizuri. Toa hii. Lakini kingine ambacho cha kuangalia ni katika wale wanaochimba madini. Unapotaka kupata, sio kuwa na vyombo vya kisasa ndio kupata, lakini pia ujue unaanza kuchimba lini. Unapojua siku ya kuchimba, kuna mafungamano makubwa kati ya madini na mwezi, na hata wale watu wa kijiografia wanajua kati ya mwezi na bahari huwa kuna mafungamano fulani. Sasa haya mafungamano ukiyapatia, manake utaanza vizuri katika uchimbaji wako. Na hatusemi kila mtu huwa hana mtaalamu, kila mtu ana mtaalamu. Hata wewe na vyombo vya kisasa lazima utakuwa na wataalamu wa mambo ya miamba, ambao watakuwa wanakushauri ni wakati gani unaweza ukaanza, labda unatakiwa kuchimba wapi. Ni yote ni utaalamu, lakini tunachosema ni kufikia mafanikio. Mtaalamu wako alivyokushauri na ukafuata, je, ulifika mafanikio au ulifika hayo malengo? Ikiwa kama ulifika, ndio tunachokiomba, na tunakuombea pia uzidi kufanikiwa zaidi, ili uweze kusaidia au uweze kuzungusha gurudumu la maendeleo katika nchi yako. Naam. Lakini unapotaka kufanya biashara pia kuna wale partnership, ambao ni washirika wako wa biashara. Wanaweza wakawa ni wafanyakazi, ni washirika, ni wasaidizi. Lazima uwajue watu ambao unafanya nao kazi, uwajue wakoje. Lakini pia hata kama una duka, una wafanyakazi, lazima uwajue wafanyakazi wako, wewe na wao, je, mnaendana? Ikiwa mnaendana, maanake mawazo yenu yatakuwa ni sahihi. Hakuna ujanja. Maana kuna ile ukuta bosi anakuwa hamuamini wa chini yake. Ni kwamba wameendana tofauti tabia zao, na ni makosa. Lakini mkiendana tabia sawa, inakuwa ni nzuri. Lakini kingine, kuna ile kumjua mtu fulani tabia zake. Ukishajua fulani ana tabia fulani, anakuwa hakusumbui sana, kwa sababu tayari umeshamfahamu tabia zake, utakuwa unamvumilia. Hapa tunachoongea ni kufikia yale malengo ambayo tunayo ya kusudia, tufike salama na tuweze kufanikiwa salama. Kadhalika kwenye mahusiano, lazima uwe unamjua huyo mpenzi wako, unamchunguza. Unasema mchumba, kuna mtu anakuambia mimi namchunguza mpenzi wangu. Unamuuliza unamchunguza kwa kupitia vigezo gani? Kwa kila mtu ana vigezo vyake. Kuna mwingine anakupa mizigo kwanza ili aone utatoa pesa kiasi gani. Akikwambia ana shida, utababaikaje, ndio kipimo chake. Lakini anasahau wakati anakupa mitihani ya pesa, yawezekana ukawa nayo, utampa. Je, ikitokea hizo pesa zimepotea, zimefilisika, huna tena, atakukimbia. Ndio maana yake, ndio jawabu sahihi. Atakukimbia. Lakini kumjua mtu ni zile tabia, utakuwa na huruma naye. Wakati hana utamvumilia, lakini wakati anakuwa nacho mtatumia. Alafu hii kusema anatumia na wengine simtaki, sio sahihi. Kwa hiyo katika mambo kama hayo ya kiafya, ni kutumia tiba sahihi. Kama una tatizo la kiroho, basi tiba yako iendane na kiroho.